Okay, Kidege bwana. Sasa hivi zamu yako. Zamu yangu niulize. Nataka unispellingie. Au nisikupelingie. Yaani hapo umeongea Kiswahili na Kiingereza kwa wakati mmoja. Spellingie. Neno linaitwa psychology. Kama psychology yako ipo vibaya, changamoto. Psychology. Si hivyo psychological. Psychology tu imeishia. Psychology. Yes. Psychology. Ngoja sasa. Unafikiria sana? Sifikirii sana. Okay, naanza kuspell kama ifuatavyo. Psychology P. P H Y. P H Y. Endelea. P H Y. Ngoja sasa, unanitoa kwenye mood ishi. Unafikiri neno ni jepesi? Wewe P H Y. P H Y. Hapa katikati hapa. Nikitaja P H Y kwa Kiswahili hapo ndo sai. Kwa bado college tu. Au sio? Sio kataja physiology ukajua sawa. P H Y ni sai kwa Kiswahili bado college. Kwa hiyo P H Y. Kuna S. C. H. O. L. O G Y. No, umekosea neno moja tu. Usingeweka H kwenye S, yani P S inasoma. Inaandikwa P S Y C H O R O G Y. Kwa mimi sijasema sai, kama nimechapia nikasema pai. Sasa kama umesema physiology. Like that. Ni kama hivyo tu. Subhanallah. Hapo nikupige nyingine chap chap hapo. Ngoja sasa. Maana unaona kiharaka kwa sababu umeona nakosa kila swali. Ish. Hii zamu yako spell this word. Na mimi nataka unispellingie. Inaitwa rhythm. Rhythm. Spelling the word rhythm. Rhythm kwa Kiswahili kama v na vile. Rhythm. Unataja kwa Kiswahili ndio nalijua. Lazima kidogo nikuoneshe kama nani ni mwamba. Twende. Okay, rhythm. Naweza nikasema ni R. Y. I. T. H. I. M mwisho. Umemaliza? Sasa umekosa yani ukisikia ile kwamba wanakuambia kwamba umeingia mkenge, ule mkenge ni wewe. Yani hapa yani sasa hivi yani ukisikia hujapatia hata kidogo. Sio mama. Umepatia ulivyosema tu M mwisho na ala mwanzo. Hapo katikati ndugu yangu, acha nikusave. Rhythm bwana inatakiwa spell kama ifuatavyo ni R H. Nilitaka nikuangalie hivi afu ni spell, kumbe mimi mwenyewe nikikuangalia hivi nashindwa. Kwa ngoja niangalie ni R H Y. Sawa. T H M. Hebu rudia. R H Y T H M. Karibu. Yani rhythm haina irabu yoyote. Nikisema irabu unanielewa? Irabu ni A E I O U. Haina. Yenyewe na silabi tu. Silabi unazijua? Si ndio hizo? Unazijua silabi? Ndio hizo. Silabi ni ba be bi bo bu, haina. Yani ukilisoma kichwa ile Kiswahili unaweza kusema reaithring. Tunaweza. Okay, sawa, umeshinda hapo. Nataka unispellingie neno linaitwa surprise. Surprise? Yes. Ndio. Surprise. Unamfanya mpenzi wako surprise labda au mama. Unajuaje kama nina mpenzi sasa? Okay. Surprise, anafanya mwanafunzi wa chuo aliyefeli mtihani wa mwisho anaenda kufanya sub.
Kwa hiyo sapu tunasema ni S U P. Sasa hiyo lies. Hiyo lies hiyo. Kidege bwana, umeshakosa hiyo. Yaani hata hapo mwanzoni nimekosa. Kwa sababu alisomeki kama sapu ya chuo SUP. Basi ngoja, nilikuwa nazungumzia kwenye chuo. Hapa sasa nataka nizungumzie ya kwako. Mjanja. Ngoja sasa. Hiyo ya kwako. Embo itajage tu bwana. Nitaitaja ile ile. Kanishangae. Ni SUR. R ya Kikuria. Yaani hiyo nilikuwa nimeisahau. P R tena ya Kikuria. Alafu I. Wakuria hawezi kusema lala, wanasema rara. I S E. Si umeona sasa? Ngoja nimalizie neno langu. Hivyo kwako nimepata maneno mangapi? Knowledge peke yake. Knowledge tu basi. Sema knowledge si ufahamu. Kwa hiyo sijatoka nje sana. Una maarifa yako kidogo. Tunamalizia neno la mwisho kwangu mimi. Linasomeka au linatamkwa kama Q. Ni moja, yani Q tu basi. Yani ile kwenye ABCD ile moja peke yake. Q. Sijamaanisha Q ya ABCD. Neno. Ile ni wanasemaga nini? Mnasemaga sio alfabeti wenyewe wasomi. Hivyo. Somi hai. Q. Ni spirit hiyo. Ngoja nikumbuke. Yaani ni neno au ni herufi moja hivyo peke yake? Neno, sio herufi. Ni neno kubwa kabisa linajitosheleza. Linasomeka lenye akili timamu, lakini linaitwa Q. Wewe unataka nikufungulie, linasomeka kama Q. Kazi kwako baba. Afu kwako ni neno la mwisho. Afu nimepata moja tu. Umepata knowledge tu. Unaonekana una maarifa sana ukitulia. Q. Q. Mbona nikitaja inakuja moja? Q. Maneno ya Kiingereza Q. Limekuja. Anyway. Tushapata mwanga. Tunasema Q, tunasema ni Q yenyewe kwanza. U. E. U E. Si atajiona mwamba huyo. Umepata bwana. Sio mwamba. Wewe unafikiri eti mimi nilivyoenda shule nilienda kucheza Kiingereza hapa? Kwenye 6 ndo 2. Kwenye 6 ndo 2. Wingi unaanzia na ngapi? Wingi 2. Alafu maneno yote uliyotaja mengine niliyokosa kwenye Kiingereza waga yatumiki. Wewe umemsikia mtu wapi lini anasema Q ya Kiingereza? Wanasema Wachaga. Kiwachaga sasa kilo. Ngoja mimi nikumalizie ili hapa na mimi nakutajia neno la mwisho. Anakupa maneno mepesi. Au nijitungie. Spell this word. Ni spellingie. Spelling this word linasema business. Okay. Sasa usispell kama unavyohitaji wewe, una kisese, wewe unasema business. Spell kama inavyoongea mimi. Unajua watu wenye kisese ndio wanaongea Kiingereza dhahiri, yani kizuri. Hata wazungu wenyewe wanakisifia. Ndio business. Yes. Business. Sisi kwenye Kiswahili mtatucheka, lakini kwenye Kiingereza sisi ndio tunaongea lugha nzuri. Tukijifunza Kiingereza tunaongea Kiingereza kilichonyooka. Sio, unaelewa? Spell this word. Okay. Business. Sawa. Tuanza. Naomba Mungu kuzae mtoto kama mimi. Au awe kama Saidi. Business ni B. U. Double S. I. And N E. Double S tena. Au aina hapo kuna double S au S moja. Eleweka. Bana ina S moja mwisho. Umepata 1, 2, 3. Umekosa hilo. Yaani ngoja nakuhesabia uliokosa. Pale wewe umesema ni B U double S. Pale hamna double S. Pale kuna B U S moja. Mwishoni ndo kuna double S 2. Sawa. Kwa hapo umekosa 1, 2, 3. Umekosa 3, umepata 3. Sawa? Ndio. Kwa hiyo umenishinda hapa neno moja. Sasa hapa nichagulie neno ambalo nililikosa muda ule ukalispeli nilirudia.
Acha. Siwezi kufanya hivyo. Okay, hapa tumemaliza kuspelingiana kama ulivyosema, ni umespelling za kwangu, nimespelling za kwako, tumespelingiana. Kwenye Kiswahili inaitwa kutendeana. Ndio. Mimi ni mtenda na wewe ni mtenda. Mimi na wewe. Wewe unapata 20%, mimi kwenye maswali 6 ni 100%. Ndio. Sawa. Kwa hiyo ukipata maswali mawili na asilimia ngapi? 40. 37 na point. 37. 40, manne sasa anakuwa na 60. Yangekuwa matano. Swali moja ingekuwa maswali 6 na 100%. Wewe hapo umepata 60%. Basi wewe una 40%. Nimekudanganya. Bana, tulikuwa tunafanya spelling challenge. Nilikuwa hapa niko na mrembo. Nani, Filipina? Yes, naitwa Filipina au Kinoge. Sasa eleweka. Wewe au Filipina au Kinoge? Filipina ni jina langu la kuzaliwa. Au ni neno tu limewekwa mbadala, lakini Kinoge ni jina langu. Yaani nikajua ni kama vile ukisema labda Peter Joseph Muitishe ndio ukasema anaitwa Filipina au Kinoge. Kumbe au ni neno pale katikati. Okay. Bana, sisi tumemaliza kama hivyo.